أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دورة القرآن الكريم. Tunamalizia pati yetu kuhusiana na hamzatul wasl. Tulisema katika iliyopita kwamba hamzatul wasl, katika lesson iliyopita namba 2, hamzatul wasl inapokuwa katika neno, basi katika nouns tulishazungumzia 99% na 1%. Tunazungumzia katika vitendo, tukasema ikiwa ina fatha au ina kasra, hukumu ya herufi ya tatu katika neno la herufi ya tatu katika neno ikiwa either ina fatha au ina kasra, basi mwanzoni tutatia nini? Tutatia kasra katika hamzatul wasl. Lakini tulizungumzia dhamma, tukasema kwamba herufi ya tatu ikiwa ni dhamma, basi hamzatul wasl inabeba hukumu ya u, kwa itakuwa ud'u, sawa? Isipokuwa katika maneno matano tu katika Qur'ani. Maneno hayo matano badala ya u tutatia nini? Tutatia i, tutatia kasra, sawa? Ni maneno gani exception hizo? Ndio hizi ambazo nimeziweka hapo. Ituni takiwa mtu aijue, ndio maana Qur'ani anatakiwa mtu asikilizwe, afundishwe, imradi azoea anapokutana na mazingira kama haya. Ituni, iqdhu, hizi mtu azikumbuke. Itu, naona, na imshu na ibnu, sehemu hizi tano utakapokutana nazo katika Qur'ani, badala ya hukumu ya herufi ya tatu kuwa ni dhamma, alafu hamzatul wasl tutie u, kwa hapa tutatia u, kwa hapa tutatia nini? Tutatia kasra. Tutatia nini? Tutatia kasra. Na mfano wake tutauona hapa. Ukiangalia huu mfano hapa, sawa, mfano wetu huu hapa. Am lahum shirkun fis samawat ituni bikitabin min qabli hadha, sawa? Hapa fika hapo, nadhani sura al-Fatir kama sikosei. Naona tumefanyaje hapa? Kuna dhamma hii katika herufi ya tatu. Hukumu yake uwaga kwa kawaida tunatia dhamma, tungesema utuni, lakini badala yake tunasema nini? Ituni, sawa Kwa hiyo tumesema ziko tano, ziko hizi sehemu 5 exceptions. Kuna huyo hapa, hii ndo exception ya kwanza tumeiangalia hapo. Ituni, umeona hiyo dhamma, badala kutia dhamma tumetia nini? Kasra. Exception ya kwanza hiyo. Exception ya pili ni hapo, ibnu wa Maryam bunata, unaona? Hatujasema ubunu, unaona? Bali tumesema nini? Ibnu, unaona? Sehemu ya tatu ni hii hapo, iqdhu, sawa? Itu na yapo imshu. Sehemu hizo tano utakazokutana nazo kwenye Qur'an, basi hukumu yake utafanyaje? Hautatia dhamma, bali utatia nini? Utatia kasra. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa nini tunafanya hivyo? Kuna sababu. Sababu yake ni kwamba haya maneno matano katika Qur'an asili yake yalivyoandikwa yalikuwa yameandikwa hivi. Yalikuwa yameandikwa hivi. Unaona Imshi, hayo maneno yake asili mwanzo yalikuwa hivi. Unaona Kwa hiyo kulikuwa kuna ya na dhamma, alafu yalikuwa yamebeba hukumu ya kasra. Hii haya maneno yake haya yote, na ukiangalia yote yanafanana Hapa kuna ya, hapa kuna ya, hapa kuna ya, hapa kuna ya, na hapa kuna nini? Kuna ya. Alafu zote utakuta herufi yake iliyofuatia mbele ilikuwa ina kasra. Itini, sawa? Ibdhi, nini? Ibni, unaona? Iqdhi, iti, imshi, ndio ilikuwa hivyo. Iti, imshi, unaona? Sasa nini kikatokea? Kilichotokea hapa bwana ni kwamba
hapa kuna herufi mbili vowels, kuna ya zile harakati, kuna ambazo kama sounding letter zile kama a e i o u. Sasa hapo kuna i alafu kuna u, kuna ya alafu kuna wau pia, ya na wau. Hasa kwenye utamkaji wake kwenye kusoma itakuwa ni shida tunapotaka kutia nini, kutia hukumu. Kwa hiyo ambacho wataalamu wa lugha walichokifanya katika hii ya na wau, moja hapo inabidi iondolewe. Naona? Kwa hiyo wakaitoa hiyo ya hapo, hizo za blue zikatolewa. Kwa hiyo tukitoa hizo, zile kasra inabidi sasa ziondoke. Mwanzo kama utachunguza tulikuwa tumetia kasra kwenye haya maneno. Kulikuwa kuna kasra zote nilizionyesha hapo, hizo hapo kama unavyoona. Tukija kwenye hii slide ya mbele, hizi kasra inabidi tukiondoa ile ya, basi inabidi tutie dhamma. Tukiondea nini? Ya, inabidi tutie dhamma. Kwa hiyo ndio maana unaona hapo sasa zimewekwa nini? Dhamma hapo juu utaona. Zimewekwa dhamma. Hapa tutatia dhamma, dhamma hapo taeka nini? Taeka dhamma. Na tukishaweka dhamma, nini kinakuwa kinatokea sasa? Tukishaweka dhamma ili kuweza kuisoma vizuri, unaona inabidi hii hamzatul wasl iwekwe nini? Kasra sasa. Kwa hiyo ndio maana unaona ikawa nini? Tukishaweka dhamma, bimaana ile kasra inaondoka. Kwa hiyo mwanzoni sasa, lakini mwanzo ile kule ilikuwa imebakia kuwa vile vile. Pamoja kwamba tumeweka dhamma, lakini ile kasra tunashumu iko pale pale. Naona? Kwa hiyo unaona huku ikiwa ni kasra pale mwanzo hivyo kwa kasra, maana yake nini? Si herufi ya tatu. Herufi ya tatu mwanzoni sinawekwa kasra. Kwa hiyo ile kasra ya mwanzo ikabaki kuwa vile vile, isipokuwa tukabadilisha tu kule mbele herufi ya tatu badala ya kasra tukaweka nini? Tukaweka dhamma. Kwa unaona hapo herufi ya tatu ilivyo, kwamba herufi ya tatu hapa inaonekana ina dhamma, lakini herufi ya mwanzo imebakia kuwa vile vile ina nini? Ina kasra. Ndicho ambacho wataalamu wa lugha walichokifanya. Yani hukumu hiyo kwenye Qur'ani. Sio kwamba wataalamu wa lugha, yani Qur'ani imekuja hivyo sasa katika hizo sehemu. Kwa hiyo itakuwa inasomeka nini? Ituni, ibnu, iqdu, sawa? Itu, imshu. Naona ndio inakuwa inasomeka hivyo. Kwa hivyo kama hapo tumesema mfano mmoja huo, am lahum shirkun fis samawat ituni bikitabin min qabli hadha, sawa? ituni bikitabin min qabli hadha, sawa? Hivyo basi, in summary, in a nutshell, tunasema kwa ufupizo wa lecture yetu ni kwamba hamzatul wasl endapo inakuwa imeanza mwanzoni mwa neno, siku zote tutatia kasra, sawa? I mfano wake. Isipokuwa endapo inapokuwa katika herufi ya tatu kuna dhamma, basi tutaanza na u, au ikiwa ni nomino mwanzoni inaanza na al, ina alif na ina nini? Ina lam, basi tutatia a. Kwa tutatia a in summary kama nilivyosema, tutatia a endapo itakuwa na nini? Ina lam ambayo ni kwa nomino, au tutatia u endapo herufi ya tatu ni dhamma, sawa? Otherwise siku zote sehemu nyingi tutatia nini? Kasra, isipokuwa kwa hizo sehemu tatu: iqdhu, ituni, ibnu, imshu na itu, sawa? Na usisahau zile exception 5 katika yale maneno ya mwanzo. Jazakumullahu khairan wa ba'da alkhair wa jannatul firdaus insha Allah taala. Tukutane katika lesson itakayofuatia tutakapozungumzia hukumu nyingine na kuchimba zaidi. Kwa hivyo nitatoa homework katika juzuu amma, unitafutie ile mifano kwa wale wanafunzi, alafu uje unionyeshe sehemu ambazo zimehusika nini? Hukumu hizi zote za hamzatul wasl na jinsi unavyosoma kuanzia kwa zile sura 10 ambazo tunaenda nazo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.